ili kushinda changamoto mbalimbali ulizonazo katika maisha yako, ni lazima uhamue kuwa mtu wa asubuhi. Kuwa mtu wa asubuhi. Na hapa pengine ni nguvu ya asubuhi na contribution au mchango wa asubuhi katika uchumi na katika maisha ya kawaida ya mtu. Hakuna kitu kizuri kama kujiuliza hapa duniani, siku yako unaianza saa ngapi? Siku yako unaianzaga lini? Utaona the power of morning. Nguvu ya asubuhi. Nguvu ya asubuhi. Wakasema wakaenda kabla ya mapambazuko. Wakaenda kabla ya mapambazuko. Na katika hiyo mstari wa 9 wanasema leo ni siku ya habari njema, tusisubiri mpaka kutakapo pambazuka. Kama kuna jambo ambalo unataka kuleta good news kwenye maisha yako, unataka kuleta habari njema kwenye maisha yako, ni mpaka utakapoamua kuanza kuamka asubuhi. Ni maombi yangu kila mtu anayesikia sauti hii asubuhi ya leo ajiulize, umekwama kweli kibiashara? Umekwama kiroho? Umekwama kwenye familia? Umekwama kiuchumi? Umekwama kifedha? Umekwama kwenye influence na siasa na uongozi pengine? Lakini swali langu la msingi, unaianzaga siku yako saa ngapi? Siku yoyote ambayo Mungu amekupa hapa duniani, ukiweza kufanikiwa kuianza asubuhi, ina blessing yake. Na mimi nataka nikuambie wale ambao tumeokoka mapema, kujua nguvu ya asubuhi, tukaanza kuamka alfajiri, kuanzia siku yetu asubuhi, na tena tukaanzia mahali sahihi, kanisani, hatuko kama tulivyokuwa. Na kuhakikishia hatuko kama tulivyokuwa. Wengine hapa wameanza masifu ya asubuhi wakiwa na madeni. Kama sio ibada hii ya Morning Glory, wengine wangeshachanganyikiwa, wengine saizi wako psychiatric, wengine wangeshakufa. Lakini early in the morning, kuanzia kanisani, kumeleta impact kubwa worldwide. Mimi ni mchungaji, natumikia dunia nzima, zaidi ya mataifa 180. Kuna kwingine ni asubuhi saizi, kwingine ni usiku saizi. Lakini nataka nikuambie, kujua siku yako unaianza saa ngapi ina contribution kubwa sana sana kwenye masuala yote. Hata career development yako, namna ya ukuaji wa kifikra, ni lini unaanza asubuhi. Unajua hapa tumeshaomba, tumeshahubiriwa, umesha think tangu asubuhi, umeamka tangu saa 9. Wengine tumeamka saa 9. Umethinki mapema, umekuepo hapa. Nataka nikuambie mpaka saa hii hapa tunapomaliza ibada na kutoa sadaka, kuna ambao wanafukuzwa na vibwengo. Yaani kuna ambao wanakimbiza saizi, wanafukuzwa na wachawi, kuna mwingine anachanjwa, kuna mwingine sio anaota anakula nyama, yani sasa nyam. Sasa huyo hawezi kuja kukutana na wewe, yani hata kama tu kwa namna ya tofauti, hata usingekuwa unafanya kitu, akili yako na ya kwake ni kifo na usingizi. Yani haiwezekani mkafanana hata siku moja. Kwa hiyo lazima ujue siku yako unaianza saa ngapi. Hakuna kitu kizuri kama kuianza siku yako asubuhi. Na kama unataka good news, unataka habari njema, usisubiri mpaka kupambazuke ndio uamke. Kuna mabingwa wa usingizi hapa duniani ambao ukiwapeleka ukishindana na maiti, wao wanashinda, yani wanachukua kombe, manake wanalala kuliko wafu. Nataka nikuhakikishie, ni lazima uweze kujua, if you want to change your life, kama unataka kubadilisha maisha yako, unataka kubadilisha uchumi wako, unataka kubadilisha the way of thinking, unataka kubadilisha hali yako ya kiuchumi, unataka kubadilisha hali yako yoyote ya kiinfluence ya siasa na uongozi, lazima ujue ni saa ngapi unaianza siku yako. Huwezi kuianza saa 4 ukafanikiwa, huwezi kuianza saa 5 ukafanikiwa hata kidogo. Wenye ukoma walianza siku yao asubuhi, na wanasema leo ni siku ya habari njema. Tukisubiri mpaka kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Always madhara yatatupata, na tuiendee nyumba ya mfalme. Unajua hawa wenye habari njema ya chakula kimepatikana katikati ya njaa kubwa iliyokuwa juu ya uso wa nchi, ni wale walioamka asubuhi. Lakini wale wanawake walioleta habari njema katika kanisa la kwanza, akina Petro waliokuwa wamelala usingizi, hawa wanaume. Lakini hawa wanawake wa asubuhi, akina Magdalena na Mariamu, wakaenda kaburini early in the morning, kabla ya mapambazuko ya asubuhi. Hao ndio waliorudi wakisema Yesu Kristo
amefufuka. Hayuko hapa, amefufuka kutoka kwa wafu. Wakaleta good news in the city. Wakaleta habari njema mjini, habari njema kwenye familia, habari njema kwenye maisha yako, habari njema mjini, habari njema katika jiji, habari njema katika nchi. Haiwezi kuletwa na watu wanaoamka saa 4, saa 5, saa ngapi huko, hata kidogo. Italetwa na wale wanaoamka alfajiri. Na mimi nakuomba, tengeneza maisha yako, jifunze kuwa mtu wa asubuhi. Kuna baraka yake. Wale wanawake alfajiri wakarudi wakasema, tumeenda na tumemuona Yesu yu hai, na amesema tuende mpaka Galilaya, huko ndiko tutakakomuona. Ni asubuhi. Walienda early in the morning, mapema, wakaleta habari njema. Wale wanawake wa Pasaka. Na hawa wenye ukoma 4 wanaume walioleta habari njema mjini ni wale wanaoamka asubuhi. Mimi nina shuhuda kede za watu wengi ambao tangu wamejoin kwenye Morning Glory, ama online au hapa physical, nataka nikuambie wana hatua ya tofauti kwenye maisha yao, kiroho chao, akili yao, uchumi wao, maisha yao ya kawaida, wameenda mbali. Na Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, mke mwema na mwanamke mwenye hekima mume wake atasifiwa barabarani. Na moja ya sifa za mwanamke mwenye hekima, anaamka asubuhi kabla ya mapambazuko, anaosha, anasokota, yani hivyo. Na mimi nataka nikuambie, wamama waliofanikiwa na wabibi waliofanikiwa huko vijijini wasiojua kusoma, walikuwa wanaamka early in the morning. Atakamua, hakuja pambazuka, atafagia samadi, hakuja pambazuka bado, ataenda kufanya hiki, hakuja pambazuka bado, atapika chakula cha kwenda shamba, hakuja pambazuka bado, ataenda shambani, hakuja pambazuka bado. Shamba letu sisi lilikuwa ni kilomita zaidi ya 50 mpaka 100 kufika huko shambani, lakini kuna mtu anafika bado hakuja pambazuka, anaelekea shambani. Hao ni Wachaga. Si kwamba maendeleo yamekuja tu, kwamba yanakuja tu yanatokea. Kwetu sisi hatujui kuamka saa 4. Hiyo kwetu haipo. Tunaamkaga yani tulikuta bibi zetu na baba zetu wakiamka usiku. Mkiona labda eneo linakuwa na maendeleo, si kwamba ni early in the morning, falsafa ya asubuhi, morning philosophy ya kuamka asubuhi. Sisi tulikuta hivyo. Yani tulikuta ni eneo la baridi, lakini mama Mari lazima utaamka early in the morning, na visweta vyako na mafua yako unayapanguzia, anakuja huku, lakini utaamka tu, lazima early in the morning hivyo. Na nataka nikuambie, brain inayoamka asubuhi ina ushapu wa tofauti. Angalieni na mtofautishe kati ya mahali na mahali, jiografia na jiografia. Wale wanaoamkaga saa ngapi wakitafuta baraza mihogo yuko wapi, na wale wanaoamkaga saa ngapi, angalieni jiografia, muone tofauti ya maendeleo yaliopo. Am I right? Am I right? Nataka niseme hivi, wapendwa, amka asubuhi. Hata kama hauna cha kufanya, jizoeze. Hata kama sio lazima uje kwenye ibada, basi amka asubuhi, chukua hata simu yako, jifunze hata mambo 3 tu mapya kwenye maisha yako. Hata kama ni vocabulary ya English, hata kama ni Kijerumani, hata kama ni Kifaransa, angalau kabla ya mapambazuko uingize kitu fulani kwenye brain yako. Fanya hivyo kwa mwaka mmoja, alafu utaona impact yake. Hakikisha angalau kabla ya kupambazuka kuna jambo jipya la kibusiness, la kibiashara, la kiuchumi, la kifedha, la kiroho, la kibinafsi, la kiuongozi, falsafa ya uongozi. Angalau kuna kitu umekiingiza kabla ya mapambazuko, hata ni mambo 3 per day basi. Lakini sisi kabla ya saa 1 tumeshaingiza mangapi? Tangu tumekuja hapa, tangu neno la Mungu limehubiriwa, tumeingiza mangapi? Tumeshaomba, tumeshapokea baraka. Nataka niwaambie, natengeneza watu ambao kesho wana majibu ya Afrika, wana majibu ya Tanzania, na wana majibu ya dunia. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. I salute you in the name of Jesus. Ninakupenda, ninakuheshimu, na ninakutakia baraka za Bwana. You will never be the same again in the name of Jesus. Ninawatakia baraka za Bwana, baraka za asubuhi, baraka za mapema kabisa
uso wa Mungu uende pamoja nawe na mkono wa Mungu ukapate kukuonekania. Naye Bwana atakubariki kutokea mashariki ya mapema kabisa. Uweza wa Mungu utakuwa pamoja nawe, na siku hii ikawe ya baraka. Wewe ni mtu wa asubuhi, na ubarikiwe na baraka za asubuhi, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.